wabunifu wa Kitanzania wanakuwa na uwezo wa kubidhaisha ubunifu zao katika mazingira wezeshi, mazingira ambayo wakienda katika benki za kawaida hawataweza kupata nafasi hiyo. Kwa hivyo kwa jumla kabisa tupongeze serikali yetu kwa makofi mengi, lakini pia tuipongeze benki ya CRDB kwa kuwa na moyo wa kizalendo kwa kujitokeza katika kuunga mkono juhudi za serikali. Na bila kupoteza muda sasa, kwa heshima na taadhima, nichukue nafasi hii kumkaribisha Bi Tuli Esther Mwambapa ili aweze kutupa salamu. Yeye ni mkurugenzi mtendaji kutoka CRDB Foundation. Kiongozi, karibu. Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa John Kondoro, Mwenyekiti wa Bodi wa Tume ya Sayansi na Teknolojia, Dr. Amos Nungu, Mkurugenzi Mtendaji wa Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Kenneth Hosea, Mratibu Mkuu wa mradi wa HIT, viongozi mbalimbali wa Wizara ya Elimu, COSTECH, CRDB Bank na CRDB Bank Foundation mlioko hapa, vijana wabunifu, wamiliki wa kampuni changa, startups, wadau na washirika wakuu wa CRDB Bank Foundation, na muona kakaangu Joseph Manirakiza kutoka UNDP Funguo Program, pamoja na wawakilishi kutoka Umoja wa Ulaya, wanahabari, wageni waalikwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa katika tukio hili muhimu la kusaini makubaliano baina ya benki ya CRDB na Tume ya Sayansi na Teknolojia. Pili, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa dhati na kwa heshima kubwa kwa kutenga muda wako. Najua mpaka usiku jana ulikuwa na kazi kubwa sana ya kufanya fundraising, lakini uko na sisi hapa. Tunashukuru mno. Tunajua kwamba umeliona jambo hili ni muhimu na la kipekee. Naomba mnisaidie kumpigia makofi mengi ya shukrani. Nitumie pia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia na hasa kwa kakaangu Dr. Amos Nungu kwa kazi kubwa na ya ubunifu kwa programu hii inayoendeleza ushirikiano wetu ambao ulianza rasmi mwaka 2023 wakati tulipozindua programu yetu ya Embedded. Aidha, niwapongeze wataalamu wetu kutoka Tume ya Sayansi na Teknolojia, benki ya CRDB na CRDB Bank Foundation kwa kazi kubwa na nzuri iliyotuwezesha wote kuwa hapa leo. Mheshimiwa Waziri, azma ya benki ya CRDB na kampuni zake tanzu siku zote imekuwa ni kuboresha maisha ya watu na kuchochea ukuaji jumuishi wa kiuchumi. Azma hii inajidhihirisha kupitia huduma, bidhaa na programu bunifu zinazowawezesha Watanzania wengi zaidi kupata fursa za kifedha na huduma zake mbalimbali. Moja ya makundi ambayo benki yetu imewapa kipaumbele ni kundi la vijana ambao kwa kiasi kikubwa ndio nguzo ya ajira na maendeleo ya uchumi wa taifa letu mama Tanzania. Mbali na uwezeshaji ambao umekuwa ukifanyika kupitia huduma mbalimbali za benki ya CRDB, mwaka 2023 kupitia kampuni yake tanzu ya CRDB Bank Foundation, benki ilianzisha programu ya Embedded tukilenga uwezeshaji wa vijana wenye biashara changa startups na biashara bunifu pamoja na uwezeshaji kwa wanawake wajasiriamali na wakulima wadogo wadogo, yani smallholder farmers.
Programu hii ina madirisha mbalimbali yenye lengo la kutoa uwezeshaji mahususi ili kuboresha biashara, kukuza wigo wa uwezeshaji wa vijana na wanawake, kutoa ajira zaidi kwa vijana na kuinua uchumi wa mmoja na kuongeza ukuaji wa pato la taifa. Imbeju ina programu zifuatazo. Imbeju Ng'ara. Hii ni mahususi kwa ajili ya wanawake. Imbeju Buni ndio inatufanya tuwepo leo hapa, ni kwa ajili ya biashara changa na bunifu za vijana. Imbeju Kilimo ni kwa ajili ya wakulima wadogo wadogo, na Imbeju pia kwa ajili ya kukuza ushirika wa kimkakati ili kutekeleza kwa ufanisi programu mbalimbali za uwezeshaji kwa vijana na wanawake. Mheshimiwa Waziri, benki yetu inaamini kuwa mafanikio ya kweli yanatokana na ushirikiano. Hivyo basi, benki imeweka kipaumbele kikubwa katika kujenga na kuendeleza ushirika wa kimkakati. Ninajivunia kukujulisha kuwa kupitia ushirikiano na washirika wetu mbalimbali ikiwamo serikali, tumefanikiwa kuwafikia vijana na wanawake zaidi ya milioni 1 kote nchini na kutoa mitaji wezeshi ya zaidi ya shilingi za Tanzania bilioni 20. Ushirikiano wetu na muhimu na COSTECH ni sehemu ya mafanikio haya makubwa. Naomba tuwapigie makofi mengi. Kupitia dirisha la Imbeju Buni, tulianza safari ya pamoja ya kuwawezesha vijana wabunifu mwaka 2023, ambapo tumeweza kuwafikia zaidi ya vijana wenye biashara changa na wenye biashara bunifu 700, na kwa kuwapatia mafunzo na baadhi yao huweza kupata mitaji wezeshi. Mheshimiwa Waziri, mpaka hapa niliposimama tumeshatoa takriban bilioni 5 kwa vijana wa biashara changa na bunifu. Mheshimiwa Waziri, mkataba huu tunaosaini leo kati ya benki ya CRDB na Tume ya Sayansi na Teknolojia ni hatua ya kimkakati ya kuendeleza mapinduzi ya kidijitali na kiubunifu kupitia uwezeshaji wa biashara changa na ubunifu kwa vijana wetu. Mkataba huu utaiwezesha benki ya CRDB kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 2.3 kwa biashara changa na biashara bunifu za vijana. Ili kujenga uwajibikaji wa kifedha kwa pamoja kupitia mpango huu, tumeweka mazingira wezeshi yatakayosaidia vijana wengi kunufaika na uwezeshaji huu, kama kutoa fursa ya matumizi ya dhamana mbadala ikiwamo mikataba ya biashara, nyaraka za malipo yani invoices, historia ya uaminifu. Narudia tena, historia ya uaminifu inaweza ikakufanya wewe ukapata mkopo. Tabia ya mkopaji mwenyewe inaweza ikakusaidia kupata mkopo. Uwezo wa kukuza biashara yako na uwezo wa kurejesha mikopo. Aidha, kutakuwa na kamati ya pamoja ya usimamizi yani steering committee kati ya benki ya CRDB, CRDB Bank Foundation na Tume ya Sayansi na Teknolojia kwa ajili ya tathmini, ufuatiliaji na usimamizi madhubuti wa utekelezaji wa mpango huu wa uwezeshaji ili kuhakikisha kuna uwazi wa kutosha na kuwa na lengo linaloweza kuwafanikisha. Malengo yetu ni kuwafikia zaidi ya vijana 1000 nchi nzima, yani Tanzania bara na visiwani. Pamoja na mitaji wezeshi itakayotolewa, benki ya CRDB pamoja na CRDB Foundation tuna majukumu yafuatayo. 1, kuandaa mafunzo ya biashara kupitia bootcamps kwa washiriki kabla ya upatikanaji wa mikopo, kutoa elimu ya fedha na ujasiriamali ili kuhakikisha walengwa wanajenga biashara endelevu, na kutathmini uwezo wa biashara kukua na kurejesha mikopo itakayotolewa. Kutathmini biashara na ukuaji wake ni muhimu sana
kwa sababu tunahitaji sustainability na growth, ili wao wanapokuwa tuweze pia kuwahudumia wengine, lakini pia kukuza ajira katika nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, kabla ya kuhitimisha salamu za benki ya CRDB na CRDB Bank Foundation, kwa kuwa leo nimekupata Mheshimiwa kwa heshima na taadhima, naomba kuleta kwako ombi maalum kutoka kwetu. Tuna eneo kubwa la mita za mraba 3000 kule Kiromo Bagamoyo, tumepakana kabisa na lami na upande wa pili tumepakana na bahari. Mazingira ni mazuri sana. Zamani kuna mtu aliweka hoteli ikamshinda, kwa hiyo sisi tukalichukua lile eneo. Lile eneo linafaa kujenga innovation hub au innovation village ya kisasa ili kuendeleza ubunifu na teknolojia nchini. Tunaiomba serikali kupitia wizara yako kufanya nasi ubia kwa pamoja ili kuleta wabia wengine, ili tuweze kuendeleza ule mradi na tuweze kuwawezesha vijana wengi zaidi kuweza kupata fursa ya kujifunza teknolojia pamoja na ubunifu. Ninaomba niliwakilishe kwako kwa heshima na taadhima. Nirudie tena kukushukuru, kumshukuru katibu mkuu, kumshukuru mwenyekiti wa bodi na mtendaji mkuu wa Tume ya Sayansi na Teknolojia kwa kutupatia fursa hii adhimu ya kushirikiana katika kuwawezesha vijana kupitia biashara changa na biashara bunifu. Tunaamini kwa dhati kwamba makubaliano hayo yatakuwa chachu ya mapinduzi makubwa katika kukuza biashara changa na mchango wake katika ukuaji wa taifa letu. Tunaahidi kutekeleza makubaliano haya kwa ufanisi na kwa uwajibikaji wa hali ya juu, tukihakikisha kuwa fedha hizi zinawafikia walengwa sahihi na kwa wakati. Pia tunaahidi kuendeleza ushirikiano wetu na Tume ya Sayansi na Teknolojia, serikali na wadau wengine ili kuimarisha mazingira bunifu na ujasiriamali hapa nchini. Nitumie fursa hii kualika wadau wengine kutoka ndani na nje ya nchi kushirikiana nasi ili kwa pamoja tujenge Tanzania yenye ubunifu, usawa na maendeleo endelevu. Na mwisho, kwa heshima na taadhima, naomba nirudie tena kukushukuru sana Mheshimiwa. Asante. Haya, tuongeze tena makofi mengi, maneno mazuri, maneno ya kuzalendo kutoka kwa Bi Esther Mwambapa, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation. Na sasa bila kupoteza muda, naomba kumkaribisha Dr. Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa COSTECH, na yeye aweze kutoa salamu fupi kwa niaba ya COSTECH. Karibu mkurugenzi mkuu. Makofi mengi wakati anakuja. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Faustin Mkenda, mbunge, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH Profesa John Pondoro, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation Bi Esther Mwambapa, wakurugenzi na maafisa wa COSTECH tuliopo, wakurugenzi na maafisa kutoka CRDB, wadau wa maendeleo, wawakilishi wa sekta binafsi, wabunifu ambao ndio wenye shughuli hii, waandishi wa habari, na bwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya Tume ya Taifa ya Teknolojia COSTECH, nami nachukua fursa hii kwanza kutoa shukrani za dhati kwa viongozi wetu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake kuweka ubunifu kama kichocheo muhimu katika maendeleo ya taifa. Uongozi wake umeendelea kupatia COSTECH
msukumo na nyenzo kutimiza majukumu yetu kisheria. Kwa tunashukuru sana. Pili, napenda pia kukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri kwa uongozi wako kwa kuwa mstari wa mbele katika kutafuta suluhisho za kimfumo na changamoto zinazowakabili wabunifu. Vile vile tunatambua na kuthamini mchango wa viongozi wetu wote kutoka wizarani. Kwa pamoja umetuwezesha kufanikisha hatua hii muhimu. Kwa namna pekee tutoe pia shukrani zetu kwa benki ya CRDB. Kwanza, kama alivyosema mkurugenzi Turi kwamba tulianza nao kwenye Imbeju, ambayo ilikuwa ni fursa kwa vijana, ilikuwa ni majaribio na ilifana, lakini pia kwa udari wao kwa sasa hivi kushiriki katika huu mfumo wa kitaifa wa ubunifu kupitia mpango huu wa mkopo nafuu ambao tunakwenda kusanya leo. Kwa hiyo ni mfano mzuri wa kuigwa kwa taasisi binafsi, na tunatoa wito pia kwa wengine kutunga mkono kuhakikisha vijana wetu wanapata hizi fursa. Kwa CRDB Foundation tunashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, washiriki na bwana na bwana, makubaliano ya leo yanahusu serikali yetu ya Tanzania kuweka tengeo la awali. Lazima ni la awali kwa sababu uhitaji ndio utaamua kwamba tuongeze kiasi gani, lakini tengeo la awali la fedha ya Tanzania shilingi bilioni 2.3 kama dhamana kupitia benki ya CRDB. Fedha hizi zitamwezesha CRDB kutoa mkopo nafuu mara 2 ya fedha hii. Kama tulivyosikia, wengine kasema pia nao wameweka fedha 2.3 bilioni. Kwa jumla mfuko unakuwa na fedha bilioni 4.6 ambazo CRDB anaweza kutoa kama mkopo nafuu kwa ajili ya vijana wetu. Kwa maana hiyo, kijana wa Tanzania ambaye ana bidhaa au ana huduma ambayo inahitaji kwenda sokoni lakini amekosa mtaji, ina maana hii ni fursa. Kama nilivyosema, mtaji hii, mkopo hii inalenga wabunifu walio katika hatua za mwisho za kuingia sokoni, na mchakato wa kutuma maombi utaendeshwa kwa uwazi kupitia mfumo wa mtandao, ambapo waombaji watatakiwa kuwasilisha taarifa za mradi, mpango wa biashara na ushahidi wa soko. Vigezo na miongozo kamili ya maombi hayo itapatikana kupitia tovuti ya COSTECH na CRDB, lakini miongoni mwa mambo yanayozingatiwa ni pamoja na kiwango cha mkopo kitapangwa kulingana na mahitaji ya biashara husika. Mkurugenzi wa CRDB kwa mafunzo atatolewa kabla na baada ya mkopo, kuhakikisha kwamba waombaji wanakuwa na uelewa wa kutosha kuweza kuhakikisha kwamba ile mikopo inarudi, wengine pia wanaweza kukopa. Nipende kutoa wito kwa wabunifu wote kwenye bidhaa au huduma ambazo ziko tayari kuingia sokoni na zinakosa mtaji, kutumia fursa hii maalum kuwasilisha maombi yao kupata huo mtaji. Hapa serikali inaweka mazingira wezeshi ya kuwa mdhamini wako ili kuondoa ile dhana kwamba ukopesheki kwa sababu kuna kitu cha kuweka dhamana. Kwa msingi wa fedha hizi serikali ilizoweka bilioni 2.3 ni kudhamini wewe mbunifu ambaye unataka kuingia sokoni. Umeenda kwenye taasisi za fedha, wanasema huna dhamana, udhaminiki. Serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan inakudhamini kusudi benki ya CRDB iweze kukupa mkopo nafuu. Kila kwa sababu tunapenda kila mtu apate, ufanye biashara, utoe huduma
kufanya marejesho, mwingine pia apate fursa ya kukopa. Kwa maana hiyo pia tunatoa rai kwa wadau wengine kushirikiana na COSTECH kuchangia mfuko wetu ili kuhakikisha tunaongeza kiasi hiki ambacho serikali imeanza nacho ili kuwezesha wabunifu wengi zaidi kuweza kudhaminika katika taasisi za kifedha. Tunaanza na CRDB, lakini tuko open kufanya kazi na wadau wengine kuhakikisha kwamba tunafikia wabunifu wetu wa Tanzania ambao wanahitaji huduma hizi. Na madhumuni yetu kuhakikisha kwamba hakuna mbunifu anayekosa mtaji kwa sababu ya kukosa dhamana au mfumo rafiki wa kifedha. Kubwa ni kwamba ana ubunifu wenye tija, kwa maana ya kwamba soko lina uhitaji, mlaji yupo, biashara ipo, anaweza karejesha ile huduma mwingine akope. Kwa kumalizia, nirudie kwa hizi mheshimiwa mgeni rasmi kwamba COSTECH itasimamia kwa weledi, uwazi na ufanisi utekelezaji wa makubaliano haya ili kuhakikisha kuwa lengo la kuongeza mchango wa ubunifu katika uchumi wa taifa letu linatimia kwa vitendo. Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru mkurugenzi mkuu wa COSTECH. Mimi nimeshiriki mara nyingi katika mashindano yale ya Makisato. Tumekwenda ndiko tulikoona hizi bunifu mbalimbali. Bunifu ni nzuri sana. Lakini nimsikia siku moja waziri akasema, sasa hizi bunifu hatima yake ni nini? Tutakuwa tunaziona tu. Hawa wanaobuni na taifa kwa ujumla linanufaika vipi? Nadhani ilikuwa ndio chanzo cha kuja na mpango huu. Tumpongeze sana Mheshimiwa Waziri. Kama sasa bunifu ziwe ni bunifu, lakini bunifu ambazo zinaweza zikaingia sokoni zikamnufaisha huyo mbunifu, lakini zikanufaisha taifa pia. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri, karibu ili uweze kuzungumza. Makofi mengi kwa Profesa Adolf Mkenda, waziri wetu wa elimu, sayansi na teknolojia. Na wote tusimame. Tena makofi tena mengi sana. Asanteni sana Bakari. Habari ya saizi. Dr. Amos Nungu, mkurugenzi mkuu wa COSTECH, na ndugu yetu Tuli Mwambapa, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation, rafiki yangu mwenyekiti wa COSTECH Profesa John Kondoro, jiona na muda mrefu, ndugu yangu Fadhili hapa, viongozi wote mlioko hapa, watendaji wa bunifu. Nakumbuka tarehe 2 Disemba 2024 katika kongamano la kitaifa la sayansi, teknolojia na ubunifu STICE 2024, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko alizindua rasmi mfuko wa Samia Innovation Commercialization Fund, dirisha maalum la kutoa mikopo nafuu kwa wabunifu waliofikia hatua ya kuingiza bidhaa sokoni. Uzinduzi huo ilikuwa sio tukio la kawaida, ilikuwa ni ishara kubwa ya dhamira ya dhati ya serikali katika kuimarisha mazingira ya ubunifu na kuhamasisha biashara ya bidhaa zinazotokana na ubunifu. Tunashuhudia leo utekelezaji wa azma hiyo kwa vitendo kupitia makubaliano haya muhimu kati ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH na benki yetu ya CRDB. Napenda kuchukua fursa hii kuipongeza benki yetu ya CRDB na CRDB Foundation kwa kukubali
Makofi mengi basi. Jana tulikuwa kwenye dina, watu walikuwa wakiongea, sasa makofi yakawa kidogo. Mshereheshaji akasema wanaotoa hela wanapiga makofi kidogo ili watoe hela zaidi. Sasa nyinyi mkipiga kidogo maana mnatoa hela mnazo. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuipongeza sana CRDB na CRDB Foundation particular kwa kukubali kuwa mshirika wa kimkakati katika mpango huu mkubwa na wa kihistoria. Ushirikiano huu unadhihirisha namna taasisi za kifedha nchini zinavyoweza kuchangia kwa vitendo katika kuendeleza vipaji, ubunifu na uchumi wa viwanda, kilimo na sekta nyingine hapa nchini. Unajua, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na katika dira ya taifa ya maendeleo 2024, serikali imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kukuza ubunifu, ujasiriamali na uchumi shindani unaotumia maarifa na teknolojia kama injini ya maendeleo. Takwimu zinaonyesha kuwa kupitia mashindano ya kitaifa ya ubunifu na kisasa, serikali imewafikia zaidi ya wabunifu 3,000 katika kipindi cha miaka 4 iliyopita. Hii ni hazina kubwa ya vipaji, lakini changamoto kubwa imekuwa ni upatikanaji wa mitaji ya kuingiza bidhaa hizi sokoni. Leo tunashuhudia hatua ya suluhisho ya changamoto hiyo kwa kupitia mfumo wa dhamana unaoratibiwa na CRDB kwa niaba ya serikali kupitia COSTECH. Makubaliano haya yanalenga kuwezesha wabunifu hasa vijana kuingia kwenye mnyororo wa thamani wa uzalishaji, kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi katika mfumo wa kitaifa wa uvumbuzi na kutekeleza kwa vitendo malengo ya maendeleo endelevu SDGs, hususan SDG namba 8 na namba 9. Ndugu zangu, uamuzi wa serikali wa kuanzisha dirisha la mikopo nafuu kupitia mfuko wa taifa wa uendelezaji wa sayansi na teknolojia, MTUSATE kwa kifupi, unaendeshwa na COSTECH, ni sehemu ya maono makubwa ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye mwenyewe aliagiza kwamba kila mara tunaonyesha, kama alivyosemwa hapa nadhani Shaban Kisu, maonyesho mazuri. Kenda Sabasaba unaweza kuona kitu miaka 10 kila mwaka ni kile kile. Kama Tanzania imegundua gari, mwakani unakuta gari hilo hilo. Mwaka mtodogo gari hilo hilo, kila mwaka tunapiga makofi sana. Haliingii sokoni. Lakini maelekezo ya rais wetu ni kwamba wabunifu hapa nchini kuhakikisha kwamba tunawawezesha. Wabunifu wanaweza kuwa wengi, wanaweza kupata bidhaa zinazoweza kuingia sokoni, wanaweza sio wengi sana. Lakini wanaopata hizo bidhaa wanapata shida sana kupata mitaji ya kuingia sokoni. Kwanza kuaminiwa na mabenki na vile vile riba kubwa. Kwa hiyo maelekezo ya rais wetu siku zote ni kwamba Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia iangalie vile vile sayansi, iangalie teknolojia, iangalie ubunifu, na tutafute mkakati wa kuhakikisha kwamba tunawasaidia wabunifu hawa waweze kufanikiwa. Kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itasimamia mpango huu kwa ukaribu na kuhakikisha kwamba mikopo inatolewa kwa uwazi na usawa kwa kuzingatia miongozo rasmi, na kwamba mfumo wa ufuatiliaji na tathmini, monitoring and evaluation, unatumika kwa ufanisi na rasilimali zinatumika kwa tija na zinatoa matokeo chanya kwa walengwa. Kwa namna ya pekee nawapongeza tena timu zote kutoka COSTECH, CRDB na wizara kwa kazi kubwa ya maandalizi ya miongozo, taratibu na mifumo ya utekelezaji wa mipango. Na ningependa kumwambia mkurugenzi mtendaji wa CRDB Foundation tulimwomba ombi lako la serikali kuingia ubia na nyinyi katika eneo la Kiromo sio kwamba linakubaliwa tu, na sisi ni ombi letu kwamba tufanye kazi pamoja katika eneo. Nimetembelea nchi kadhaa na umenong'oneza na umeona wenzetu wanaenda kwa kasi sana katika masuala ya ubunifu, kuchochea fikra tunduizi, kuchochea ubunifu wa vijana kama namna ya kunyanyua uchumi za nchi zao. Jana nimetoka Saudi Arabia,
ile nchi ina mafuta mengi, ina madini, tajiri kweli kweli, wanawekeza sana kwenye ubunifu, hawajaridhika na kubweteka. Nimetembelea nchi nyingine wanafanya hivyo hivyo. Hatutoweza sisi kama serikali kufanya wenyewe, kwamba tunapata mbia aliye tayari kufanya kazi na serikali, jambo zuri kwa kweli, tunafurahi na tunapokea azma hiyo kwa mikono miwili, tutaifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tuko tayari kukaa chini na kutengeneza taratibu wa kufanya pamoja, na kama tukiwahi, kwa sababu bajeti yetu hii itakuwa mwezi huu wa 5 mapema, tungeweza kuweka walau chochote kwenye bajeti hii. Tunakaribisha wabia wengine walio tayari kufanya kazi na serikali. Sisi tuko tayari, na mnye kwa sababu namsikia rais wetu anaongea mara kwa mara, ushirikishe sekta zote, ikiwa pamoja na sekta binafsi. Kwa hiyo CRDB kwa hapo naweza kusema ECO kwa CRDB na ECO kwa CRDB Foundation. Sasa niongeze kitu kimoja hapa ambacho nitatoa wito na CRDB, na tumenong'ona kidogo, na nasema hiki kwa ajili ya kualika wadau wengine. Ubunifu ni matokeo ya kujenga uelewa. Uelewa sasa hivi tunaofanya kwa kupitia elimu, lakini elimu yetu tunataka kuexpand zaidi, na tunataka tufikie level kubwa zaidi ya ubunifu. Sasa hivi startups nyingi zinaenda katika maeneo ya kidijitali, zinaenda katika maeneo ya artificial intelligence, wanaita akili unde, wataalamu wa data science, machine learning, internet of things na kadhalika. Duniani tunapoenda sasa hivi, maeneo haya ya akili unde yanatoa fursa kubwa sana ya ajira kwa vijana. Mahitaji ya wataalamu ni makubwa sana, na ukiangalia takwimu, kazi ambazo sasa hivi ni rahisi kuajiriwa nyingi zinaenda katika maeneo haya: data science, viunde, machine learning na kadhalika. Kwa kuna fursa kubwa ya vijana wetu kusoma na kupata ajira popote duniani katika maeneo haya, na tunajua tuna vijana wenye uwezo mkubwa sana. Lakini pili, maeneo haya ya akili unde yataleta vile vile fursa kubwa sana kwa uchumi wetu na sehemu nyingine mbalimbali duniani, katika maeneo ya elimu, katika tiba, katika kilimo na kadhalika. Ni fursa ambazo ukiweza kumudu teknolojia hii, unaweza ukaanza kuvuna matokeo yake mapema. Tabiri uliopo ni kwamba hata namna kumtibu mtu, sio kila mmoja akija na ugonjwa ule ule atatibiwa vile vile. Kwa kutumia akili unde, watakuangalia, watakujua, watajua kwamba wewe tiba yako ili iweze kukutibu wewe ni tofauti na mwingine mwenye tatizo kama la kwako. Kwa hiyo fursa ni kubwa sana. Lakini tatu, inaweza ikawa changamoto kubwa sana na namna nyingi. Moja, italeta displacement. Kuna maeneo watu watakuwa hawana kazi tena, kwa sababu artificial intelligence inasaidia watu wengine wana take off. Displacement inaweza kuleta changamoto ya ajira vile vile. Huko ni fursa ya ajira, lakini wengine wanaweza kama there will be losers and winners katika mbio hizi. Na vile vile kuna masuala ya kulinda watu, kwa sababu ili artificial intelligence ifanye kazi inahitaji takwimu, inahitaji taarifa nyingi sana za watu vile vile. Baadhi ya taarifa hizi zinahitaji kulindwa kwa usalama na hadhi ya watu, na vile vile sije zikawa abused. Kwa kuna changamoto vile vile tunakwenda, na dunia haitosimama, haitomsubiri mtu. Tunakwenda kwa kasi kubwa sana. Wenzetu wote wanajiandaa kwa kasi kubwa. Kwanza kuielewa, kuimudu teknolojia hii, kutoa fursa kwa vijana, kuitumia katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini ukiimudu vile vile unaweza kujaribu kupunguza zile athari ambazo zinaweza kutokea. Kama huimudu, wewe umeingia kwenye basi, sio driver, huwezi kuongeza wala kupunguza speed, huwezi kuhakikisha kwamba unapiga kona inavyotakiwa, kusimama mahali panapohitajika, kwa sababu you have no control. Na hilo basi lipo tu, utajikuta ndani ya basi. Kwa sababu ndivyo dunia inavyoenda sasa hivi. Kwa maana hiyo, katika bajeti yetu inayokuja
tumeanza kutenga kwa kuanzia shilingi bilioni 5 kwa ajili ya kupeleka vijana wetu kusoma katika masuala haya: data science, machine learning, artificial intelligence. Ni hela kidogo, lakini tunachotaka kufanya, tunataka kuanzisha kama jukwaa la kufanya makubwa zaidi. Katika hizo fedha ambazo sasa tumeamua zitaenda COSTECH, sio bodi ya mikopo, tunazileta COSTECH. Katika hizo fedha, asilimia kubwa tunataka kuwapa vijana waliomaliza form 6. Lakini kila ukienda duniani, vijana tunapopewa scholarship, wa Tanzania hawachukui. Nimetoka Saudi Arabia, scholarship tunazozipata hatuchukui hata nusu yake, na ziko full funded, hawachukui. Na vijana wengi wanaenda nje kusoma ni wale waliotoka hizi international schools watatu. Lakini wengine waliosoma shule zetu hizi hawajapata exposure ya kutosha kuomba. Ukienda Uingereza ukizungumza scholarship wakwambia mbona tunazotangaza hamzichukui, na zipo. Na balozi wetu Uingereza anatuambia amejitahidi sana kuhamasisha watu kuchukua hizi scholarship. Sasa tunachofanya kuhakikisha kwamba watu wanachukua hizi nafasi, tutatangaza rasmi wanaotaka kwenda kusoma nje ya nchi degree ya kwanza, wanaomaliza form 6 watakaoomba tutawachuja kwa vigezo vilivyo wazi kwa ufaulu wako. Ukishakuwa tayari, tutakuchukua, tutakuweka kwenye chuo chetu kimoja. Inawezekana kaa chuo chetu cha ufundi Dodoma kipya kabisa tumekimaliza. Tutakuweka pale kwa mwaka mmoja. Tutakusaidia kupata exposure kwenye digital education. Unaweza kuwa na first class PCM lakini hujagusa computer. Tutakusaidia. Tutakupa exposure ya kutosha. Tutakusaidia usipate cultural shock ukienda kusoma nje. Tutatumia muda huo kujengea uzalendo, kujua hapa ndio nyumbani. Nenda huko umetumwa, kama alivyosema Mwalimu Nyerere. Tumekutuma katafute chakula uje ulete hapa nyumbani. Na hata ukifanya kazi kule, fanya ukijua bado wewe ni Mtanzania. Tutakushape vizuri. Tutakuexpose vitu vingi na utamaduni. Ni nini utamaduni ambao una changamoto, uwe makini nao, unajifunza nini? Nenda kule ukiwa na mission moja tu. Achukue knowledge, imeandikwa nenda tafuta elimu hata China. Na wanasema mshike elimu, usimwache aende zake. Kwa hiyo tutawapeleka nje ya nchi. Watakaa mwaka mmoja hapa, after that COSTECH watasimamia, watakuwa wanapitishwa kwenye mambo yote. Computer wanajifunza, artificial intelligence wataanza kujifunza pale pale, data science watajifunza. Kama umepata first class kwenye mathematics, unajua kutumia software yote kuprocess tasks, utafundishwa na language za computer na kadhalika. Baada ya hapo, wakati huo sisi tutakuwa tunafanya kazi ya kutafuta scholarship kwenda nje. Kwa hiyo kwenda nje kutakuwa na vitu kadhaa. Moja, katika hizo bilioni 5, kwa sababu tutakuwa na bilioni 5 mwaka huu, naamini mwaka ujao tena tutakuwa na bilioni 5. Hatutozimaliza kwa sababu tutakuwa kama mfuko. Tutawapeleka kule, lakini wakati huo tutakuwa tunaomba scholarship nje. Na tunaongea na vyuo mbalimbali. Niliongea na waziri toka Netherlands, alikuja kutembelea COSTECH pale, Bwana Richmond. Akaniambia, nataka niwalete Dublin wapate nafasi ya kusoma huko, wanafanya apprenticeship kwenye makampuni ya teknolojia. Akasema tuzungumze mwezi wa 6 ukiweza njoo Ireland tuangalie cha kufanya. Nilipokuwa Kigali juzi nimekutana na Tanzania mmoja anafundisha Glasgow. Amesema pale tutawaondolea fees kama ukileta watu. Kwa hiyo tutatafuta fursa mbalimbali kuwapeleka. Tutawapeleka kwa vikundi, wasio wapweke kwa umri ule. Akienda mmoja akapotea. Peleka 10, 15 chuo kimoja. Naenda kama community. Wasome. Wengine tutawalipia moja kwa moja. Wengine tutaomba scholarship, wengine tutapata partial scholarship. Kwa hiyo ndio kwa undergraduate. Kwa postgraduate tutachukua Tanzania postgraduate mara nyingi miezi 18. Waliosoma wanaweza kupata admission kwenye vyuo, tutawasupport waende. Fedha hizi. Na tutawaambia scholarship tunapoweza. Lakini cha kwanza tutawapeleka hasa Indian Institute of Technology, ambao kampasi yake imefunguliwa Zanzibar, one of the best university duniani. Na tuliwaambia walipokuja Zanzibar, tukawaambia degree yenu mtoe kwa senate yenu huko.
Msituletee yale. Kuna taasisi moja ilikuja nchi za nje, sitahitaja, ya matibabu, wakaja wakagundulika wanatupata na kwa tukasema hatutaki, tunataka mkija mje na standard zenu kule. Wamekuja na standard, tutawapeleka kwa Tanzania, tutawapeleka kwa scholarship. Wengine tutawapeleka Nelson Mandela African Institute of Science and Technology huko Arusha. Haina wanafunzi wa undergraduate na sisi tusingependa iende kwenye undergraduate. Tusipopeleka scholarship pale tukawasaidia, kile chuo kitaanza kupambana kuleta undergraduate kuwajaza, watashinda kufanya kazi kubwa ya research. Kwa wengine tutawapeleka kule na wengine tutawapeleka nje ya nchi kwa kadri inawezekana. Sasa kwa nini nasema yote haya? Nasema yote haya kwa sababu tunataka partners. Bilioni 5 hazitoshi, lakini tumeonyesha commitment. Kwa hiyo Mwambapa na mimi naomba tufanye kazi pamoja. Kabla mwezi haujaisha, nitaomba wadau, including wewe in person na CRDB in general, wawepo tuzungumze, kwa sababu budget zenu mmeshazipanga. Tunachohitaji na nyie mjialign kama mtakwenda, ili mkipanga budget next time mkumbuke kwenye hii. Na ili kuvutia watu, hii yote hii tunaita Samia Scholarship Extended. Tuna Samia Scholarship hapa nchini. Na ngoja niseme kwa sababu kuna watu wanasema kila kitu Samia, kila kitu Samia. Samia Scholarship, jina hilo tumelikoin sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Tumelikoin kwa sababu alitupa maelekezo yeye kwamba tengeni fedha kwa mara ya kwanza mtoe ufadhili kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kwenye science, endapo watakuja kusoma science, hisabati, tehama, natural uhandisi, elimu tiba. Na kwa maelekezo yake hakuna scholarship isiyo na jina. Edinburgh kuna scholarship ilikuwa inaitwa Nyerere, hakutoa Nyerere fedha zake mfukoni. Kuna scholarship inaitwa Nelson Mandela, hakutoa hela zake mfukoni. Scholarship zote zina majina. Sasa kwa sababu alikuwa maelekezo ya rais wetu, sisi tumeamua sisi wenyewe tutaita Samia. Na kwa kuita Samia watu wanataka kuongeza hela huko ndani. Kwa tunafurahi sana. Kwa hii sasa pia kuwapeleka watu nje tunaita Samia Scholarship Extended, na tumeanza na tume ya nguvu za atomu tayari kwa ajili ya postgraduate, kwa sababu tuliona kuna uhaba wa watu wanapeleka, na ile inaitwa Samia Scholarship Extended. Hii inaitwa Samia Scholarship Extended, pengine itaitwa Artificial Intelligence and Allied Sciences kwa ajili ya kwenda kule. Kwa hiyo tunaomba CRDB, tunaomba tushikamane, tumekuwa tukifanya kazi nzuri sana, naomba na hili tuende pamoja na wengine wote, mabenki, mining companies na hizi bilioni 5 to beef up either for cash au commitment. Na vyuo vikuu vya nje tumeanza ku reach out, tunatengeneza team ndogo na reach out. Unaweza ukatoa scholarship yetu ukasema sisi akija atasoma huku, tutam shortlist kama mtu aliyeshinda Samia Scholarship, akienda anaweza kupata scholarship Rockefeller, whatever, it doesn't matter, ataenda atasoma atarudi hapa. We need to move very fast, dunia haisubiri. Sasa kuna watu wanasema, wanasema hajaweza kuweka makompyuta mashuleni, mnataka kukimbilia sasa kwenye artificial intelligence. Ni kweli tulikuwa tunaweza kufunga simu hizi za mezani kwenye nyumba zote, lakini tulikimbilia kwenye mobile phone, na mobile phone imecatch up kwa watu ambao hawajawahi kuwa na simu za mezani. Uongo kweli jamani? Na hii technology inavyoenda hivi, ukisema utaenda kwenye front, usubiri ufunge simu za mezani ndio uende kwenye mobile, you are not going to arrive. So we'll move fast, we'll move fast, kwa sababu kwanza lazima tuweze kumanage na kutake control ya hii teknolojia. Kwa hiyo nimechomekea hilo kwa sababu Tuli alitoa ombi, nimekubali, nimefurahi, na naona na yeye nimwambie hili kwamba tutakapoaita naomba mje tufanye kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kwenye hili lilotuleta leo ambalo ni zuri, na kwa kweli Amos alivyoniambia sasa tunataka kusaini, akasema naomba niwepo. Uongo bwana? Kuna namna fulani vitu kama hivi watu wanavyoona ni vidogo, impact yake is far reaching. Basi tunataka tunakupa taarifa, sema mimi niwepo. Sasa tufanyeje? Tarehe hiyo unaiweka iwepo, nishuhudie mwenyewe. Kwanza kutuma message kwa CRDB kwamba tunathamini sana mnachofanya, kutuma message kwa wadau wengine kwamba njoo serikali inafanya. Kwa hiyo nimefurahi kwamba niko hapa, nitashuhudia. Na kwa maana hiyo wakati wa kusaini tutakuwa tumekamilisha kitu ambacho kitaniwezesha mimi kusema yafuatayo. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatangaza rasmi kufunguliwa kwa dirisha la kupokea maombi ya mikopo kutoka kwa wabunifu na watafiti wa Kitanzania.
Kianzio kilichotengwa na serikali ni fedha za Kitanzania shilingi bilioni 2.3 kama dhamana, ambapo benki ya CRDB itatoa kiasi cha shilingi bilioni 4.6 kwa ajili ya mikopo. Ni matumaini yangu na matumaini yetu kuwa mpango huu utakuwa chachu ya mabadiliko ya kweli kwa taifa letu, kuanzia ngazi ya kijiji hadi taifa kwa ujumla wake. Asanteni sana kwa kusikiliza. Tuongeze tena makofi mengi kwa mgeni wetu rasmi, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Naomba tukae. Ndugu zangu, tumesikia maneno mazuri kutoka CRDB, lakini pia tumesikia maneno mazuri na msimamo na matarajio pia ya serikali yetu kupitia waziri mwenye dhamana ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Lakini ni dhahiri kwamba waliotukusanya hapa na waliotuongoza kufanya yote haya ni wabunifu. Mgeni rasmi awaone wabunifu wetu. Makofi mengi. Naomba tukae. Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, meza kuu, wageni waalikwa, wabunifu wenzangu, itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa niaba ya wabunifu wote hapa nchini kwa kuona kwamba maombi yetu, kilio chetu kimefikiwa kwa vitendo. Tunashukuru sana wadau ambao wameweza kufanikisha hili. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunashukuru Wizara ya Sayansi na Teknolojia. Tunashukuru Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Pia tunashukuru wadau wa benki ya CRDB. Jambo hili kwetu limekuwa ni jambo la kihistoria na la kipekee sana. Hiki kimekuwa ni kilio kikubwa sana kwa wabunifu, swala la kuweza kuingia sokoni, tukijua kwamba soko lipo, soko linatuhitaji, lakini soko linahitaji sana rasilimali fedha. Nimesema lilikuwa jambo la kihistoria. Historia inatuonyesha huko nyuma kwamba tukijaribu kufikiria historia tunaoisoma, wazee wetu jinsi gani walikwama hapo nyuma. Kwenye historia point tulizokuwa tunajibu ni lack of capital, lakini poor government support, yani ni vitu ambavyo tumevisoma kwa miaka yote. Tunamshukuru Mungu kwa miaka ambayo imetukuta sisi wabunifu na awamu hii ya serikali, ili jambo halitajibiwa kwenye historia. Tutakuwa tunasema poor government support. Kwa hiyo ndugu wabunifu wenzangu, tuungane pamoja kuishukuru serikali na tunashukuru, na ni kwa niaba ya wabunifu wote tunaomba kuahidi ndugu mgeni rasmi kwamba tutakuwa waadilifu na wakweli. Wabunifu walioko Tanzania wamejikita kweli kwenye ubunifu. COSTECH tunaishukuru sana, imetuibua. Nasema kwa miaka yote hapa nimekusikia ukisema takwimu wabunifu 3000. Wale wabunifu watafuta mpaka sasa hizi utawakuta na zile bunifu, na kama mlivyosema Mheshimiwa Rais pia aliona kwamba amechoka kwamba kila ukienda maonyesho mkituita tunatokea. Lakini ukitaka kuona kitu gani tumekwama ni zile zile, na ukiangalia tumekuwa sana tukisumbua COSTECH, na COSTECH lengo lake linasema ni kuibua tu sisi wabunifu. Lakini pia serikali imelifanyia hili kazi. Serikali inataka kuona kwamba tunakuwa na teknolojia zetu ambazo, na Mheshimiwa ameongelea kuhusu teknolojia ambazo zinabadilika sana kwa kasi. Hizi bunifu zisipoendelezwa, baada ya miaka tu miwili mitatu nakuta imekuja bunifu bora kuliko ulichokuwa nacho wewe. Kwa sababu pia kuingia sokoni, hata muda ambao unataka kuingia sokoni, wale wateja kwa mfano hizi corporate CRDB labda una product na wauso wao, wanakuta imetoka nje bora kuliko ulichokuwa nacho wewe. Kwa hiyo bila kupoteza muda, kama wabunifu wa Tanzania tunaendelea kuahidi kwamba tutakuwa waadilifu na wakweli. Mwisho kabisa ni waombe wabunifu wenzangu tuitumie hii fursa kuonyesha kwamba hiki kitu serikali haijakosea, kiwe endelevu kwetu, kwamba
tuweze kufanikisha hii azma na iweze kuvutia sana vijana wengi. Tunaona nchi yetu sekta ambazo zinavutia sana, watu wengi wanajiunga na muziki kwa sababu labda pia ni rahisi kuingia kwenye muziki. Mtaji wa kwenda studio sio sawa na kwenye bunifu zetu, si ndio? Lakini pia watu wengi wanavutiwa na mpira kwa sababu unahitaji jezi tu. Lakini huku kwetu sisi kuna vitu ambavyo tulikuwa tunavihitaji vingi na serikali imetuwezesha. Tunashukuru sana serikali, tunashukuru sana wadau ambao wamejitokeza ikiwemo benki ya CRDB, na sisi wabunifu tunaendelea kuomba wadau wengi wajitokeze kuunga mkono. Asante sana. Jamani, tuongeze tena makofi kwa Jeremia. Maneno yake ni mazuri sana. Bituli na Dr. Nuhu, mkurugenzi mkuu wa COSTECH, huku wanasheria na mheshimiwa waziri na mwenyekiti wa bodi wao wanashuhudia. Ni jambo jema sana na ni jambo la faraja katika kukuza vipaji, lakini kukuza bunifu kama alivyozungumza Jeremiah. Bunifu zisipofanywa kazi kwa wakati zina expire, wanakuja wengine wamebuni kitu bora zaidi kwa wakati ule. Jeremiah ametuahidi kwamba wataonyesha tabia njema na watakuwa waaminifu, na hivyo ni vigezo ambavyo Bituli amevitaja: tabia njema, uaminifu. Naamini waongezee, tutakuwa wazalendo kwa taifa letu. Kazi iliyo mbele yetu sasa wabunifu ni kuongeza juhudi za kubuni, kutokwama tena, kupata fedha za kubidhaisha bunifu yako madamu imekubalika na wataalamu kutoka COSTECH. Makofi mengi sana. Na nyanyua juu. Baada ya hapo tunageuza kule kwa waandishi wa habari. Na makofi tena mengi. Historia imeandikwa, bilioni 4.6 zipo sasa kwa ajili ya kubidhaisha bunifu za Tanzania. Hizi ni juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Mkenda hapati shida kuita Samia Scholarship na mambo mengine kama haya. Anayefanya vizuri anastahili kupongezwa. Chanda chema kuvipa pete. Makofi tena kwa mara nyingine. Asante, tunawashukuru.